wanajua kila kitu. Haiwezekani mimi nifungwe na Kundi kaolee yeye. Unajua kila kitu baba. Mwanangu, mimi nina umri mkubwa sana. Mimi nimeanza kuzaliwa kabla yako wewe. Siwezi kufanya upuuzi kama huo. Utake kuolewa wewe, badala yake nipeleke Hundi. Jamii mimi itanielewaje? Kwa hiyo mwanangu, sio na wasiwasi. Atakuja mwingine tena, atakuja kukuoa mwanangu. Atakuja nani baba? Atakuja mchumba kama yule aliyokutilia vurugu ndugu yako. Hapana baba. Mimi nataka kunioa mimi. Mpaka sasa hivi na mimba yake. Una mimba? Hivi sasa ndamana una mimba? Ndiyo baba. Baba, mtoto wangu mimi mtarajiwa. Akaishi na Kundi. Hapana baba, mimi siwezi. Unatakiwa sasa mwanangu uvumilie. Kwa sababu aliyefanya vurugu hii ni ndugu yako Hundi. Na ndugu yako Hundi ndio kamchukua yule mume ambaye wewe unataka kukuoa. Kwa maana hiyo uvumilia wewe, utapata mume mwingine baada ya yule. Mimi nitakuja kuishi bila yeye. Akati hapa nilipo na kiumbe chake tumboni. Siwezi kuvumilia. Kundi abaki anatamba na mwanaume ambaye atakia mimi anioe. Siwezi baba. Sasa mwanangu, usilalamike sana. Hili swala niachie mimi. Mwanangu, ndugu yako ule Hundi unamjua zake zingine. Na hizi vurugu alizianza mapema sana tokea barua yako wewe inaletwa ya uchungu. Kwa hiyo hilo niachie mimi. Sawa baba. Mwanzo kidogo njaa ilikuwa inaniuma, alafu ilikuwa si vyema kuzungumza tukiwa na mgeni kama vile. Naona kwa hiyo nafikiria sasa hivi ndio muda mwafaka. Ni nani yule? Kwanza nikutake radhi kaka. Yule kaka ndio yule niliyekuhadisia aliyenisaidia wakati nitaka kupigwa na majambazi. Leo kipindi nilikuwa nimeenda gengeni, bahati nzuri akawa amepita nikamuona. Kiukweli nikawa tumeongea, nikamwelekeza ninapoishi. Ila sikuzani kama angeweza kuja leo. Na ndio maana umemkuta. Basi sawa, haina shida dadangu, wala usijali. Ni vitu vidogo sana hivyo. Ila kama unakuwa na mgeni unakuwa unanitambulisha mapema ili mradi tuweze kujua kitu gani cha kufanya. Unajua mgeni anatakiwa aandaliwe, lakini pia unatakiwa uwe makini sana. Sio kila mtu kaona muamini. Sawa kaka. Nimekuelewa. Sawa. Wewe si nimeondoka hapa na nikwambia utoke? Wakati naondoka hapa si nikwambia utoke? Na nimetoka hapa hadi kwa baba yako. Nimeenda kumlalamikia kuhusu kitendo alichokifanya. Kaniuzia mbuzi kwenye gunia. Mimi kuuliza mbuzi kwenye gunia? Alafu wewe una roho gani wewe? Mbona una roho mbaya sana wewe? Wewe kumfunga mdogo wako unamfunga kamba kama vile unafunga nani? Gunia la mahindi. Na nimemshuhudia kwa macho yangu mawili. Nimemuona mpenzi wangu Zai. Na shagala rudi huku na kukuta bado umengangania kukaa kwenye chumba changu. Hebu nikuomba toka. Toka kwenye chumba changu bwana. Hii mpenzi wangu, mimi nimefika hapa ulivyoondoka, nimetandika, nimepika. Yaani kwanza mimi unavyoongea, unavyonifokea mzee nasikia Allah. Yaani mzee ndio nishakufa nishaoza hivyo. Hapa ni kwako, hapa pako unapika pika vyote hivyo. Hivyo vyote alitakiwa kuvifanya Zai, sio wewe. Sikia sasa nikwambie kitu kimoja. Hapa haondoki mtu. Kwanza ndio nimefika. Yaani maisha mazuri kabisa, unalala kwenye godoro unanesa. Niende wapi? Sasa baby sikia, yani mpenzi wangu wa roho yangu, penzi paja, penzi kitimoto, sikia nikwambie, utakula ndo ule au utanila ndo ule. Penzi paja kitimoto ya baba yako, toka. Wewe sikia nikwambie kitu wewe. Mwanamke ambaye alikuwa anampenda mimi ni Zai peke yake, ndo kafanya mpaka nimezimia. Wewe sikia wewe, sikia. Sitaki hata ongea hata neno moja. Fanya juu chini hapo ondoke. Kusanya vilago vyako vyote. Ujeja kumbe na vilago. Bwana fanya uondoke. Toka. Baba tu ambobo. Hebu njoo kwanza tule saba za Mungu.
Kwaje? Samanda. Namuulizia Njema, sijui nimekuta. Njema hajaingia leo kazini. Unaweza kunisaidia na baki? Sawa. Shwari. Haya pandika. Asante. Haya, karibu. Umutu. Tawekwa. Acha kuchezea simu hiyo. Mke wangu. Yaani leo hapa. Kama unavyojua mambo yetu. Hatutaki hata kitu kitupite. Balaa gani tena mume wangu? Maana nilikuwa nimepooza sina kitu cha kuongea, yani sijisikii. Lakini hapo uanza kunipa kama vile kuna kihabari cha moto Nimekaa hapa. Maana kidogo Oliva huyo kaingia. Tena kaingia na bwana wake mwingine. We. Usiniambie Alipofika tu hapa wakaanza kuongea. Mimi nimekaa na waangalia tu kama kawaida yangu, na zoom tu. Nikaona nataka kunyanyuka kuingia ndani. Ile wanapiga hatua ya kwanza tu. Kamkubwa naye kafika. Ilikuwa balaa hiyo. Mimi nakwambia hapa kalinye yake. Ilikuwa gomvi hapa. Haki ya Mungu hii hatari. Ina maana Oliva kanita bwana hapa nyumbani. Na shoga yangu anafeli. Singempeleka hata chooni mpaka kamleta kwenye chumba cha bwana. Hii kiboko. Kwa unataka kuniambia mume wangu hapa leo palichangamka mpaka saladadi nyumba ikawa. Kama unavyojua mtoto wa Kiruguru. Mimi nimekaa pembeni tu na wazumu tu. Ikawaje? Kwa alipigana. Ngoja, una haraka naye. Kwanza usibwate, alafu pili usitaje majina ya watu. Unajua huu ni umbea. Usitake kutaja majina ya watu. Alafu nishazijua kodi zenu. Kumbe hata chooni. Ai balaa hii sasa. Bwana wewe nipe uobuyu. Kwa walipigana. Sasa ndo nini hivyo? Wewe ulikuwa unashuhudia ubuyu gani? Yaani watu wanafumaniana wanashindwa kupigana, wewe umekaa hapo. Ina maana alifanya wewe una akili. Wewe umekaa hapo, ina maana unaangalia tukio linaloendelea. Kwa nini wasipigane? Kwa nini wanazoofisha huu mji? Mimi nitaambia taba mwenye nyumba. Haiwezekani, kwa nini washindwa kupigana? Yaani hapa palitakiwa leo pachangamke. Huu mtaa unalo kubwa sana huu. Wangepiga hata mayowe huko nilipo nisikie, nije nginja nishuhudie kwa macho yangu. Huyo bwana sijui alikuwaje, sijui kavaa nini, sijui kamzidi huyo mbwela. Yaani nilitaka nishuhudie vitu vingi. Ila kweli mume wangu leo umenifurahisha. Yaani leo umenifurahisha, sijui hata nikupikie nini. Kama ni umbea wewe una degree. Na so degree tu unaenda kuwa profesa. Sio kunidharau. Yaani wakati ya maneno wanaanza kuongeleka hapa, zile kelele zile. Si mtaa mzima kabidi wajae. Kwa hiyo wakaogopa kaisha kutazamana tu. Mimi nikasema hapa mimi sisogei wala sitii neno. Na wao wangepigana kidogo bwana pachangamke. Yaani ningekuwepo mume wangu ningehakikisha hizo ngumi zinapigika. Ningekuwepo hapa leo. Lakini wewe mwanaume si unaniambia umbea wewe umeacha. Au unanikataza mwanamke umbea? Unaufanya wewe mwanaume? Si bora ungeniacha mimi hizo degree nizichukue mwenyewe, certificate, diploma nizichanganye. Umbea nikiuleta hapa nifungue hata channel ya umbea. Wewe tena ndo unakuja kuharibu mambo. Wewe ulizidi sana kuliko mimi. Maana wewe ukiamka tu kiguru na njia unashindwa hata kuniandalia chai hapa. Yaani ukiamka tu kama vile umekula miguu ya kuku. Yaani mimi kiukweli mume wangu. Mimi ni kama mkusanyaji umbea. Yaani mimi ndo ninaombea wa kijiji kizima. Matukio yote yapo hapa kifuani. Kwanza hapo jua tu kwamba nina kifua cha uvumilivu. Wewe kubeba matukio ya mji mzima sio kitu kidogo. Yaani kama mimi umbea nilionao
Ingekuwa mshahara sasa hivi na isingekuwa sijui mume wangu tushatajirika humu ndani, lakini mume wangu usiishie hapo. Likitokea lingine nipigie hata kama si. Sawa, mimi nitakupigia. Haya mume wangu, lakini kiukweli hapa umbea unavyoniwasha. Naomba tu niende kwa jirani nikagonge. Mbwela pole kwa alokukuta. Maana kufumaniana sio kitu kidogo mume wangu. Jambo zito, uwe na moyo. We. Hey, watakuamsha mizimu yako leo. Ilikuwa tayari imeshalala, sasa watakuiamsha. Watakuleta balaa lingine hapa, si ndio? Na sisi tuwe kituko. Wewe nilikwambiaje? Wenda kuingia kwenye chumba cha watu. Kwani hapa wakitoka nje huwezi kuwapa pole mpaka ukaingia huko ndani? Na najua mimi Mbwela namjua vizuri yule mzee wa ndonga. Maana anza akakufumua ndonga huko ndani. Mimi siingii chumbani na wagongea huko ndani, maana nje wanachelewa kutoka. Niwape hiyo pole mume wangu. Tukio zito ili mume wangu. Hapa mimi sikubali hapa. Kama kumpa pole subiria mpaka atoke ndani, so uingie huko ndani huko. Baby. Baby usema kweli unajua kunikosha wewe. Hii kweli. So kwa viuno vile utaniua mwenzio. Unajua Zaya alinifanya nikazimia. Sasa wewe usije kaniua kabisa. Hii mwenzio nimefundwa. Sema sasa nikwambie kitu baby. Leo mimi kuna kanyimbo nataka nikuimbie kazuri. Hebu niimbie. Baby leo umepika nini? Baby leo nimepika wali. Acha we. Umepika wali na mboga gani? Nimepika wali na mandondo. Mandondo. Ngoja. Karibu. Sasa hivi. Sasa hizi hatujaziandika mzee, karibu. Tupo. Mimi nimekaribia, lakini mimi si mtu wa kukaa. Nimekuja hapa kwa jambo hili moja tu. Nimekuja hapa kumchukua mwanangu Kundi kwa sababu huyu wewe si mke wako. Mke wako yuko kule nyumbani, sio huyu. Mzee kivipi tena? Sio mke wangu kivipi? Kwa sababu nikwambie kitu. Huyu ndo mke wangu bwana. Sasa unavyoniambia hata sio mke wangu kivipi tena? Hapo mimi sikuelewi, unanichanganya mzee. Kama wewe huna akili, basi mimi ndo akili zangu sina kabisa kichwani. Wewe siku ya ndoa ulibadilishiwa mwanamke. Sawa? Hiyo mimi haina shida. Lakini nyinyi ndio wazee mmejichanganya kwa sababu siku ile ya ndoa tumekubaliana kabisa na muoa Zai. Si ndio? Mwisho wa siku nakuja namkuta huyu. Lakini mimi nimeridhika tu family life. Acha upumbavu. Yule kule ushamtia mimba tayari. Haiwezekani yule kule umtie mimba kesha na huyu mwanangu pia ukae nayo. Ili swala haliwezekani. Leo mimi hapa nakung'oa meno. Lakini sasa hapo kwenye mimba kama itawezekana lakini kama atapotokea mtu mwingine wa kung'oa, mimi huko nimesharidhika mimi. Haina shida tu. Mimi tunaendelea huko. Wewe unajua kabisa kwamba huyu wewe ukumposa, uliomposa wewe hapo nyumbani kule. Itakuwaje ulizike na huyo? Nimesharidhika mimi, haina shida tu. Yule pale wewe cha mwini kama atapatikana mtu mwingine wa kuchukua mzigo, fresh tu mimi nimeridhika niko poa. Huyu wewe sio mke wako ni yule kule wa nyumbani ambaye umeshamtia mimba tayari, sio huyo. Huyu namtaka niende naye nyumbani sasa hivi. Baba, niondoke niende wapi? Eti baby, mimi naondoka hapo. Baby, eti ninaenda nyumbani na baki. Hamna kitu kama hicho. Mzee sikia wewe mzee. Wewe ondoka bwana. Alafu wewe agawe. Wewe hujielewi. Huyu mwanangu akili zake sio nzuri. Kabisa. Kwa sababu haiwezekani wewe siku ya ndoa ujifanye kwamba wewe ndio muolewaji kumbe anaolewa ndugu yako. Eti baby, mimi akili zangu sio nzuri. Kwa hiyo sitaki kusikia chochote hapa. Kundi tuende zetu nyumbani. Wewe mzee aendi. Wewe mke wako yule kule nyumbani ulimtia mimba. Sio huyo. Aendi popote pale. Wewe ondoka bwana. Nenda bwana. Tandika. Twende tuingie ndani. Sasa sikia. Huyo kama ataingia humo ndani mimi leo namtolea radhi hapa. Navua nguo hapa na nakutolea radhi hapa mbele ya watu. Baba, ukinivulia huko mimi nakuvalisha, hamna shida baby. Hadi nepi tunamvalisha au unaona? Na sio nepi, twende pampasi. Weka hapo. Wewe. Bye. Wewe unje wewe. Bye. Wewe kacheze unakochezaga wewe, sawa? Tena kacheze unakochezaga wewe. Alafu kingine hii nyumba yetu sisi haina mlinzi. Tena bwana ulivyokuja, hapo bado tu Gwanda na lungu. Wewe kundi wewe. Baba mko wewe? Akili unga. Sawa tu. Vipi kuhusu Kachumbali? Mbona amekuja kumchukua mkoko? Na wale ni kina nani? Afande Osman.
Walisema kwamba kwenye simu ya mhalifu zimeonekana namba zake. Kama atakuwa hana hatia, nafikiri atarudi. Kwani naye anahusika na hili? Hapana. Nahisi kwenye masuala yake tu ya kuhangaika, kudanga kwa ajili ya njaa, ndio kinachompelekea kuhangaika na watu wengi. Vipi wewe? Mbona hujanipa mrejesho wote kuhusiana na huyo Mbwela? Au na wewe ndio umeshaanza kuzama kwenye mapenzi? Hapana. Nimejaribu kumpeleleza, lakini nimemwona ni mtu sahihi na hahusiki na hili. Labda tu vile watu wanamuona kwa sababu ni mrevi. Wow. Sawa. Na wewe vipi? Mbona unipi mrejesho wote na siku tulizopewa zinazidi kuisha? Ni kweli muda unakwenda. Lakini nahisi nakaribia mwafaka. Nimeshakuwa karibu na yule binti ambaye ni mke wa mhalifu. Kwa hiyo nafikiri ukaribu wetu naweza kupata dondoo moja ama nyingine kuhusiana na mume wake. Nadhani itakamilika. Muda sio mrefu. Wewe naye, vipi leo umevaa nguo nyeupe hivyo? Unakokota machupa kweli leo? Au ndio unaenda kuzulula tu? Nimepata mwaliko wa shughuli kwa rafiki yangu. Kwa hiyo naenda shughulini. Basi sawa. Soenda wapi njoo vipi tena? Hapo na baadhi manguo mengi hivi kama upo kwenye siku zako. Shida nini tena? Unajua leo nimeamka asubuhi. Nikajua tupo kwenye kipindi cha baridi mwezi wa 6. Nakuja kutoka nje hivi. Bonge ya joto. Nikaona sasa sio shida, nishavaa, nishatoka. Niko ni moto niendeleze na safari. Basi baadaye bwana. Baadaye nini wewe? Hamna cha baadaye bwana. Baadaye wapi? Niko nakuja kwako bwana ndugu yangu, nasikia taarifa Ulikuwa kuja kwangu? Basi fresh nenda tu mimi. Sasa nimesha kuona issue ni wewe yani. Sasa nasikia taarifa umeoa kwa watu. Uniambie shida nini? Ndio nimeoa. Issue nataka kujua kwa nini umeoa hata bila kunipa taarifa. Umemuoa nani? Nasikia tu na masuala mengine ya kuzimia ndugu yangu. Kweli unazimia kisa mapenzi? Sasa unamwambia nani? Unaongea kwa sauti mpaka watu wasikie. Watu wajue. Vipi? Tumia akili, acha nani pressure. Ndio maana sikukupata taarifa wewe. Na kujua wewe shida ni hapa nyingi. Sasa mbona nimezisikia hapa kwamba ulizimia na najua umeoa haukunipa taarifa? Tunatafuta trending. Ofikiri bila kiki hapa bongo tatoboa mzee. Ndio maana nikaona hapo ngoja nifanye nijizimishe. Bwana, ziki kizingeta kwanza kweli bwana. Wewe utakuwa ulizimia bwana. Tulia, acha. Mimi nilichozimisha ni kwamba mapenzi kaka, mapenzi. Sasa swala la mapenzi ndugu yangu mjini hapo umekuja kupambana, yani sasa umekuja kupambania mapenzi. Unazimia tu. Unazimia tu nyumbani sasa wafahamu kwamba unazimia kisa mapenzi kweli. Sasa hapo wazazi wanaingiliaje na wewe? Sikia nikwambie kitu. Unajua hata kama wewe ukimuona mwanamke aliyenizimisha, kaka mwenyewe utadata. Kaka ana kifurushi. Kaka ni mzuri. Kaka ni kiskari. Basi ndio nikatarajia nitamuoa yeye. Nimekuja kumuoa mwingine tofauti na yeye rafiki yangu. Wewe acha nikwambie. Kwa hiyo ni kuzimia kote ulikuwa unataka kumuoa yule, si ndio? Ndio kaka. Ndio kuna vitu vingine vijiongeze Wewe unaona paka demo anakuzimisha. Upo tu unajua Yesu akuoa kwa sababu gani? Kuna visiri kwenye wanawake pale. Kwa nini Yesu akuoa? Yaani kama kuzaliwa tu unazaliwa na huyu na kufa na huyu. Mimi nikaja ndio itakuwa hivyo. Imeenda mambo tofauti kama. Na ndio kanizimisha na kunizimisha lakini family life tunaishi naye tu hivyo hivyo. Mapenzi kaka. Upo mjini unapambana kwa sababu ya mapenzi. Yaani inaonekana ndio hivyo sasa kwa sababu umekuja mtu kupambana unaanza kuzimishwa na mapenzi tena. Nini sasa? Basi sasa utaona na wapi? Sasa unaongeaje kwa sauti? Unafaidisha. Twende nikamuone nyumbani shemeji, twende. Siku nyingine sasa, siku nyingine. Siku nyingine wapi twende bwana nikamuone. Siku nyingine baba. Basi sawa, twende basi nikamuone na mimi aliyekuzimisha nimuone. So yeye sasa alinizimisha. So yeye. Nimekuelewa ni mwingine ila nataka nikamuone huyo. Sasa sikize. Basi po. Sasa sikia. Swala kwenda nyumbani sio shida. Ila basi nisindikize hapo kwa jamaa wangu mmoja hata nikaangalie. Unajua mishemishe zangu fulani hivi. Nikaangalia afu tutarudi nyumbani. Tutarudi. Mr. Kuzimia huyo. Bwana usikasirike sana hivyo bwana basi. Nakufikia kasongi.
Apandele kamba pale. Tuende bwana. Bora cheka. Nilikuwa nakuchania kasongi kidogo, sio unajua tena. Mseko, nakusikiliza. Ongea kilichokuleta. Maana nataka nitoke, kuna sehemu naenda nachelewa. Mimi nakuomba upunguze hasira zako. Najua mimi ni mkosefu kwako. Ila leo nipo hapa kwa jambo la heri. Najua nilikukimbia sana kipindi wewe ni mjamzito. Na hapo ndo nikajua maana ya vomera zose umenyia amintole. Unasemaje Msekwa? Yaani umechukua koti huko unakuja kunitukana nyumbani kwangu? Hapana, si ya kutukana. Nimemaanisha wewe ni mwanamke sahihi sana kwangu. Mwanamke niliyetegemea kujenga naye familia iliyo bora. Amenitenda vibaya sana. Ameumiza moyo wangu sana. Na hivi ninavyoongea na wewe, siko naye, kashaondoka. Ila kaniachia watoto. Na kinachoniuma zaidi, nalea na mtoto bosi wako wangu. Kumbe hicho ndio kilichokuleta. Mimi nimeshaelewa. Kuhusu mwanangu, wala usiumize kichwa sana, nitakuja kumchukua. Mwana wewe ndo damu yangu mimi. Ila mtoto niliyokuwa nikiishi naye kwa muda mrefu, kumbe sio damu yangu. Nakuomba tuanze upya. Njema, tukamlee mtoto pamoja.